Katika Mika 7:8, usifurahie msiba wangu, adui yangu, ingawa niangukapo nitainuka, japo ninapoketi gizani, Bwana atakuwa nuru yangu. Praise God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mikaeli anasema hivi, usifurahi ndugu yangu niangukapo, maana itakapofika siku ya kuinuliwa kwangu, Mungu atasimama na mimi. Huyu Mungu anajua kusudio la moyo wako. Huyu Mungu anajua chochote ambacho kile unakipitia. Ukisoma katika Marko Mtakatifu 5, kuna yule mzee ambaye alirushiwa mapepo. Yaani kuna mtu wa familia na kuna rafiki zako na kuna pia adui zako ambao wakutakii mema. Wanaweza wakakaa wakasema watakufanyia mabaya. Sasa yule mzee wa Marko Mtakatifu 5, Biblia inasema akarogwa na watu wa kwao, akafanyiwa uganga, vimila vya kumhatarisha, vimila vya kumhangaisha. Kazi yake akatoka kwao, akaenda anajikatakata na mawe. Akatoka kwao, akaenda kuishi makaburini kwa sababu ya roho ambazo zilikuwa zimetupwa ndani yake. Lakini Biblia inasema hivi, ilipofika siku ya kuinuliwa kwake, ilipofika siku ya kuinuliwa, ilipofika siku ya Mungu ya Mika 7:7 ya kumtazama Bwana, Yesu akafika pale akamwambia, ndugu, siku yako imefika. Zile mapepo zilizokuwa ndani ya mtu yule zikamsihi Yesu, zikamwambia, tafadhali Bwana, twakusihi usituue, tuache tukawaingie wale nguruwe. Bwana Yesu akazikomanda zile mapepo zikawaingia nguruwe pale. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Hakuna kitu ambayo haiwezekani mbele za Mungu. Praise God. Amen. Luka 1:37 nasema, with God nothing is impossible. Kitu ambacho inahitajika tu ni wewe muite. Umwambie Bwana, ninakuita kwa hii. Ingawa maadui wananicheka, ingawa nimeanguka chini, ipo siku nitainuka. Praise God. Amen. Ingawa unaketi gizani, ipo siku nuru itakuja mahali ambapo ulipo. Praise God. Amen. Tukue na imani tu. Tukue na imani ya Luka 1:37. Tukiwa tu na imani tunasema tukiwa kwa Mungu hakuna kitu ambayo haiwezekani. Praise God. Amen. Situbarikiwe sana na neno hili asubuhi. Amen. Mungu awabariki na awainue.